Yo, this boy Ato Mambo, fresh super selling designer kama kawaida tunajua tu hapa hivi ni kwenye Sauti Mashinani. Eti Sauti Mashinani. Yeah, si ndo tunakuleteaga uondo na stories zenye zimekuwa zikihappen weekly au so. So tuko hapa hivi na Bazenga, tuko hapa na Mwakitawa. Alafu kuna mimi Atom na hii side nyingine tuko na the big man mwenyewe. Anaitwa Lexi Lemba. Lexi. Yes. Wewe mwanzo hujakuwa na sisi, umetutoroka. What has been happening? Shughuli tu ya hapa na pale. Mambo ni mob jo. So unajua lazima tutafute. Muhimu sana. Inafaa hiyo. Mshughuliko inakubaliwa. Yeah. Sasa tulikuwa tunadhani umeenda maandamano kwa kwama huko. Sahi. Unapigwa simu ushiki tukaanza kujiuliza ama Lexi yako OTC. Na ID yake ikapotea. Na ID yake ikapotea. Huyu ako Sasa hii OTC. ID ipotei. Sasa hii wanaenda akifika hapo na wanatoa ID yao, wanataka kuonesha Mkurumeni tulikuwa hapo. Wanawacha ID yao. Mkurumeni anasema mkiiba mnaacha ID. Kenya muogopi kitu. Mnafanya kazi yao inakuwa rahisi. Mimi kitu ilinishtua na Mkurumeni ni alipatiana order ya shoot to kill. Yaani unasema that mtu akikaribia police station mahali penye tunafaa kukimbilia tukue na usalama na hapo, unasema mtu akikaribia ni shoot to kill. Alisema lakini sasa amekuja kugeuka. Wakati amebadilisha. Amesema yeye ni roho ya mzima. Anajua sheria, hawezi akasema shoot to kill. Yaani Na kila mtu hata mjinga, hata mtoto mdogo Alisikia. yaani Hata tuko na video by the end hii. watu wanatubebanga ni kama hatuna akili. But I really wonder tunaishi dunia gani ama tunaishi Kenya gani? Is it that kuna Kenya ingine ama ni hii tu moja? Kwa sababu sasa vitu zenye wanakujanga kuongea na vitu zenye orders wanakujanga kupeana, unaweza kaa chini ujiulize, is this person okay mentally? Anafikiria nini ndo ongee kitu kama hii mbele ya watu? Wanakuwa wajinga sababu history haisahauliki. Tena ni history gani? Siku 2 anageuka siku ya 3. Alafu alikuwa ameambia hao makarao inaweza ikarudiwa. Inaweza ikarudiwa, kila mtu aone mtu anatubeba ujinga sana. Ufala. Alafu umenotice everywhere mali yako, hata mali alitolewa kwa ministry yenye amekuwa hapo before, bado alifanya vitu wrong way. In short, this guy is not like, sidhani ako qualified kukua kwa those positions. Hakuna mahali anaenda na perform. Hakuna. Lakini mimi nikiangalia, lakini sababu amekamatwa mkono na rais na baba wa taifa. ile order ipo ya mkono. Awe anajua ana perform ama perform. Marafiki tu. Lakini pia rais anafaa kwa mimi siwezi muadvise kwa sababu level yenye yako, but if I was him, mimi ninge run this country. Advise yeye ni bure. Akona advisors 20 what? Advisors kama 20. Yes. 20 advisors. But they say wewe unafikiri hao hawana akili, wako na akili hata kutuliko, lakini wanamuadvise wrongly. But they say he advises his advisors on how to advise him. So wanamwambia kitu anataka kusikia. Akikaa hivi ukikuja umwambie leo kuna chomeka akwambie ni mvua, unafaa kusema yes my president. Leo mvua ni nyingi sana. Hakuna kubishwa. Hata akiadvisiwa ni bure, anafanya kile anataka. Chenye anataka na roho yake. Now funny thing nilikuwa na cheki Murkomen akitoa hiyo order akasema ni from above. Alafu akaambia hao maaskari, mtaona chenye naenda kufanya. You will see. Mimi naenda kusimama na nyinyi. Saa hii ashawageuka. So kumaanisha mwenye amepigana risasi anaenda kupambana na hiyo kesi peke yake. Pambana na hali yake. Basi nilisikia anawaambia nyinyi nendeni mfanye kazi bila kuogopa. Tutamsimamia. Hakuna kesi, hakuna mahali utapelekwa. I got you. Utabaki peke yako ndo. Saa hii wanashangaa. But mimi again, maandamano yes it was good. Kupigania haki zetu nini and all that. But mimi alimekuja kunishangaza ni the extent of kuchoma polisi, police station, kwa sababu at the end of the day pia ni kama kujirudisha nyuma za country. Two wrongs don't make a right. Naona pia protesters wanafaa waangalie
chenye wanadu so that pia wao sauti watekiwe serious the moment yenye wanasema kilio chao kisikike, kwa sababu pia wao wanaonekana that we are protecting this, unaona. Kwa sababu bado ni do yetu, bado ndio itarudi hapo hivyo kwenda kutengeneza hizo vitu. Kile kiko kulikuwa na side mbili. Yeah. Kulikuwa na Gen Z hawa wana protest kwa amani. Yeah. Lakini serikali imeleta goons wa kulipa. Yeah. Imeleta magunzo wa kulipa. Ndio waharibie Gen Z. Unanielewa? Ndio waharibie Gen Z. Ndio kitu ikiharibika ni maandamano ya Gen Z. Ni Gen Z, kila kitu ni Gen Z. Sidhani kuna mtu aligusa kitu ya mtu. hata Moja. Lakini sasa hawa goons wanakuja wanasimamiwa na serikali. Yeah. Wanafanya Nendeni mvuje maduka, tunamsimamia, hakuna kuulizwa, hakuna lolote. Wakisamaliza after 3 hours ndio maskari sasa Wanaanza kuja sawa wakishika Gen Z wenyewe. nilisikia ni wakashagwa. Mwende muibe na kila kitu, hakuna mtu atamuuliza. Kwa hivyo serikali ilikuwa imesimama. uko na lawyer. Watu wa serikali ilikuwa imesimama. Hakuna roho. Nikusikia tu nilisikia. Roho after 2-3 hours roho ikarudi. Mimi siwezi kataa ukisema eti hao guns walikuwa wagashagwa. Sawa? Siwezi kataa. But was Gachagua in Kisumu? Was Gachagua in Mombasa? Was he in Embu? Was he in Nairobi CBD? Was yani bro, hii maandamano imekuwa everywhere. Kwani kwa kila mahali? Okay, hiyo hata ukisema maandamano ilikuwa ya Gachagua, nini guns walikuwa Gachagua, guns wa Gachagua. Gachagua alikuwa totally ametulia. Hii guns ama gunu wote ni watu unakumbuka kuna speech Sakaja alisema. Yeah. Sakaja alisema nyinyi watu wa Gen Z mnaharibu. Yeah. Kujeni mtanipata town. Unaona? So, lakini sijuzi nimeona akisema I cannot send guns. Yeah. I have never done such a thing. My friend, where are you? Ukiona dakika ya mwisho lakini kun zote zilikuwa zinapangwa na nani na huyu governor. Yeah. Sakaja. Wakiwa na Mosira. hata ukiangalia Ndio walikuwa wanapanga kila kitu, lakini sasa hii ya mwisho amejificha, amejiweka kando. Yeah. Lakini si kusema ako kando. Ako Huyo hapo. ndio mkubwa wa magunzi. Huyo. hata ukiangalia hizo hao maguns walikuwa wanatembea na mapolisi. Yeah. Wakisema Sakaja. Walikuwa wanatembea na Sakaja tunalinda town. siku zombo tote. City itaribika. Sasa wangekuwa ni wakashagwa, si wangekuwa wako na shapigwa. Gachagua. Wako na Gachagua. Wanatembea Na wako na governor. Haiwezekani. Hiyo kuna kitu inapotezea. There is a lot. Juadi ukiangalia vitu nyingi zilikuwa zinafanyika, kuna inaitwa paint blame. Yeah. Paint blame, kuna ile gari, kuna zile gari zilikuja zikawekwa town. Yeah. First maandamano. Zile gari zikachomwa, ikasema kana Gen Z ndio wamechoma zile Gari. Ukiangalia Gen Z hakufika hapo. Unaona? So hapo unaona tu ni paint blame za watu wanataka watu waone maandamano ni mbaya. Igava ilianza mambo ya kublemiana kitambo. First walianza na nakumbuka time yenye Ruto alikuwa vice president. Akasema hii regime yenye iko ni ya kukopa kopa, Uhuru must go, Rao must go. Kila mtu ako wrong, I'm right. Akaingia kwa kiti. Mwaka hii kuisha Gachagua anasumbua sana. Akatolewa. Hiyo ilikuwa sasa. Kidogo sijui nani. Yaani kila saa kuna a person to blame. I really wonder mwenye anablamiana mbona asikae chini ajiangalia aseme where am I going wrong? Kwa sababu every time si kila time ati watu tu ndo wabaya. So si yeye ako na plan. Plan gani? Ako na plan. Ukiangalia must go ya Uhuru it was kidogo. Yeah, sana. Yeah. Lakini ukiangalia must go ya Ruto Ni kila kills, mtu. Kuna kills, kuna nini, hiyo adoption. So it's too much hata kuliko Time ya unye. time ya Uhuru. Yeah. Time nani alikuwa Moi. Kulikuwa na must go. Yeah. But ilikuwa kidogo sana. Ilikuwa chini sana. Chini sana. Yaani hata iko na maandamano. But kila mtu kwa hiyo time pia alisema he must go. Yeah. Ama ni suara ya nini ya wakali. Sasa notice kuna president mkali mwenye anatoka kwa uzuri. Hii kitu ukifuata na tukijaribu kuingia deep. Yeah. Iko na mambo nyingi sana. Na hiyo mambo yote ukifuatilia bro, mimi sina lawyer.
Hauna lawyer. Sina lawyer. Hata mimi sina lawyer, mimi ndo si- Afadhali ile kitu unajua ingine nyamazia kwa sababu kabisa. But tena sijui story gani real. Kuna this boy mwenye alikuwa na Musira town iza chokora. Kidogo jamaa Musira unajua anapenda sana anakuanga na addiction ya record video kwa street. Mtu yeye asharopoka zile za tulilipwa tutoe mili ya watu wenye wamekufa OTC na zao ni live. Imebaki jamaa. Christmas nini? Musira anashtuka. Anashangaa wewe unachoma. Do you think that for me nilisikia jamaa fulani alikuwa anasema that ventilation za hiyo supermarket ni very poor. So time yenye watu walibreak in, hatujui walibreak in kuiba kwa sababu vitu zote zilikuwa intact. Hakuna kitu iliibiwa actually. Funny thing ndio hiyo. So anasemekana vile watu waliingia ndani, haijulikani walikuwa wameingia kujificha ama kuiba, but kuna tear gas yenye ilitupwa ndani, so ikawa suffocate wakapass. Do you think that hiyo inaweza kuwa the real issue? Ama waliletwa? Bro, ni kulingana na on my side, wale watu ni watu wako ile supermarket. Wale ni watu waliletwa. Sawa. Hao ni kuokotwa na kuletwa na kufadhiwa pale. Hadi mimi nafikiria. Because hakuna vile hata kama kuna exit. Yeah. Unaona ukiingia kwa supermarket nyingi hadi sasa ukiingia hiyo zimejengwa at least na space space. Si rahisi ati pale watu walikuwa wengi walikufa, unaona. Na hata sasa hii tunaongelelea story gava hapo anataka hii story julikane. Ndio kuna mtu mwenye alikuwa amerekodi kila kitu ilifanyika. Sawa. Lakini ule akaonekana. Akaambiwa delete the videos ndio tukuachilie. Jamali delete videos zote, footage, kila kitu yakachiliwa. This is very risky. Kama sasa country yetu hakuna evidence. Hakuna evidence. Yeah. Sasa kama tuko in a country that maisha ya watu inachukuliwa hivyo. Mimi na feel sahi to hold hii maandamano kwa sababu inazidi kuleta anarchy, inazidi kuleta a lot of deaths kwa sababu sahi pia kuna watu wenye wamekufa wengine wapya wenye hawangekufa. I feel if inawezekana watu wa hold hii maandamano, huyu jamaa tu deal naye tu kwa ballot sasa. Already tushamuonyesha atumtaki, anajua, si ndio? Sasa ifike tu 2027 atumtoe kwa sababu hata tufanye nini tushaona. Bro, hakuna maandamano ishaitokea Kenya kama ya June 25th last year. June 25th this year. Sijui kama unanipata na anaona na ana feel na anaielewa. Na bado yule mtu ana feel. Na bado hakuna kitu anataka kufanya. Sijui kama unanipata. Nakupata. Jamaa ujue kwanza anajua kwa ballot hayuko. Kwa ballot naye yuko. Hata picha yake haifai kuwa. So ni mtu hata ni kama hata kura yako hataki. Yeye anajua vile amejipanga. Bro, unaona hata atakuwa. Kukua atakuwa. Sababu katiba imemruhusu. Katiba lazima. Na ameenda one term. Kama ameenda 2 terms ndio hafai kuwa kwa ameshaondoka, lakini ako na chance ya mwisho. Lakini niulize wewe Gen Z, unaona vile mmejitokezea about 10 million people. Kwani tunapiga 14 million? Kwani hawa wengine walienda wapi? Gen Z ndiye mko na kura? Kura nayo. Kura Gen Z tuko nazo. Sasa hivyo mmeact on 25th. Act on balloting day 2027 huyu jamaa aende nyumbani asubuhi mapema. Tubusikise soko. Aende Sugoi. Na huko pia atakikani, hakuna kitu ambacho amefanya. Hawamtaki pia kwa. My friend. Ule mbona atakikani? Unaona hii 25th. Hii 25th ndio nakwambia kitu ilifanyika. Vitu nyingi zimefichwa. Ukajua my friend. Utafaint. Huko kwake. Ni vitu nyingi zilifanyika sana. Jamani, sasa atakuwa mgeni wa nani? Yule ashari. Wewe atengeneze makao mali pengine. Yeye itabidi enda kaishuko kwa nyumba na sakaja Dubai. Ati tusikuwe na maandamano. Bro, remember next month. The mother of all protests. Saba. So guys, hiyo kitu sasa ndio itakuwa moto. Lakini sasa kulingana na mwenye huwa ana lead Saba, people believe ni Raila.
Saira watu mtaki kwa shughuli. Hakuna mahali anaingilia. Yeye ameshaolewa already. Ameshaolewa. Sasa yanakula unono. Gen Z wanataka kumuonyesha awe na rais, asiwe na rais. Shauri yake. Mgomo ni ule hata hajaifanyika tangu Raila azaliwe. Hakuna mgomo umeshaifanyika hivi kama hii. Kwa hivyo wanamuonyesha Raila hakuna kitu anafanya. Sasa hivi watu Raila hamna lolote. Na influence. Na anapenda vile pia watu wenye wana fight this regime vile wanakuwa honest. Umeona juzi nani Honorable Matiang'i ama nani anaitwa Matiang'i vile amesema that kesi zote zinafaa zipitiwe. Zote za mada zenye zilifanyika. Watu wenye walitupwa sijui River Yala, watu wenye waliuliwa lini. Hizo vitu zote zinafaa. Alisema ataongelelea. Na zinafaa. Hata in fact zinafaa zipelekwe kotini. Kama mtu tumeua watu tufungwe milele. Ati president kitu gani? Ukifungwa president imanishi uwe watu. Lakini kama una hakuna aliye na ruhusa ya kumwaga mwingine. No one is above the law. Lakini Kenya ndo nimeona ya kwanza kila kitu ilifanyika. Like yani umepatikana uko guilty then unapelekwa kotini. Kuna video evidence inaonyesha you are guilty. Hata lakini bado ati mko kesi. Imagine ati still investigation. Still wana investigate. Investigation gani? Kuna video inaonyesha polisi ni kuiba. Lakini bado wanasema walichukua hizo vitu hata ule akupiga hata ule polisi wa kupiga risasi amefungwa. Wapi? Uchunguzi bado inaendelea. Yuko uhai bado. Ako uhai na hapa kwa street. Ukiangalia kitu kingine bosi like the Abel mwenye alikufa. Ukiangalia hiyo kesi instead mwenye alikuwa in charge apatwe na makosa ana resign. Kulisaini kwa hivyo ile makosa ilitendeka. Mimi mnani accuse mimi ndo nimeua. Na resign. Nimeacha kazi. Anatoka anaenda. Ameajibika nini? But Kenya we are very good in kusifu ma criminals. That's what I'll say. Sababu sasa hata naona nani amerudi akisema is a man of God. He only lives with the Bible. Kamlesh Patin. Bro unadhani tumesahau pesa za nini? Golden bag. Yani anafikiria tumesahau. Asharudi ameanza kusema mimi I believe in God and also net worth. Ati this is my net worth Biblia. Bro mali ulikuwa umejificha rudi huko ujifiche huko. Tutaki stories zako. Sasa anatakuja anacheza karata tena. Kile vizuri. Sasa kwanza sasa unajua regime ya saa hii. Hiyo ni kadi ya makadi ya regime ya saa hii. Regime ya saa hii kwanza ni ya ukam na deal. Ukikuja na deal tunakupatia shughuli. So Kamlesh lazima kona deal. Unaona? So maana ajitokeza. Vile tapenya. Venye tapenya ibe mabilioni zingine. We are not going to entertain that. This is not that Kenya anymore. Sasa tunataka tu kusikia mtu mwenye anaongelea vile maendeleo itakuwa hii Nairobi, hii Kenya. Kwa sababu kuna watu wako Turkana. Unakumbuka hii Adani? Ilikuwa ina-invitiwa huko. Na kumbe ni wezi wote mpaka Adani wabebe airport sijui nini na kwao wanatafuta wamekoni watu pesa na sisi tuna entertain hapa. Sio ni ukiangalia hiyo ni historia ya Adani. Hiyo ilikuwa deal ya Ruto. Exactly. So alikuwa anatumia Adani to get the unaona. So ule mtu ni mjanja. Ruto ni mjanja. Lakini sasa ujanja wake mimi kitu yenye inanishangaza ni mbona ujanja yake iko tu kwa wizi? Mbona asikwe mjanja atugroishe? Unajua if sasa tutoke hapa hivi tupate tuko na as a country sasa huyu jamaa amekuja kwa kiti, vitu zimeshuka bei, tuko na pesa mfukoni, barabara ziko sawa. Sijui kama unanipata, askari wako na adabu fulani kwa sababu sasa hii hata sasa ukipigwa risasi pale hakuna mtu mwenye atashughulika naye. It's like yani nchi ina mwenyewe. Unanipata? What if I can your effort kwa better and positive things rather than to wizi. Kila saa kikuja tu na kitu kisikia tu story yake. Yeye anataka tu kushiba. Hakwani anatosheki. Lakini hata ukiangalia bro, unaona huyu jamaa hakuna maendeleo anaweza fanya sasa hivi. Hizi vitu zenye yani nini uhuru wa kufanya?
Na ujue ukiuliza nini Uhuru hakufanya, si regime Uhuru ndio imetengeneza mabarabara zenye Kibaki aliacha structure, bado ndio imejenga nini SGR. Hii ndio regime ya Uhuru ndio imepatia watu wa mashinani kabisa huko ndani stima. Zini watu wanafaidika. Bro, watu walifaidika mbaya. Kenya ipate uhuru. Kumekuwa na mapresident wanne. Yeah. Ndio. Ukiangalia maendeleo ile imeletwa na kujenga barabara kilomita mingi sana. Ilikuwa ya Uhuru. Uhuru amejenga zaidi ya hao president wanne akiwa peke yake na tamu yake 2 terms. Kasongo anapakanga rangi, anaenda na mwaga wili na anapiga picha. Yeye ni kufanya kule kumejengwa anafanya. Lakini nasikia unajua sasa hii people believe tumekuwa na presidents wanne, but in a real sense Kenya tumekuwa na president watano. Who else? Kuna ule jamaa alikuwa president sijui it was 1 hour. Nani? Huyo alikuwa nani? Kuna story ili nini but haiku spread sana. Dr. Karaja. President for 1 hour ikatoka kwa mkono wake sijui iliingia kwa moyo ama hizo enzi ilikuwa trick. Yeye ni my friend sasa hivi kwambia. Bahati ndo alikalia kiti na kwa president wa mtu. Yeye alikalia tu kiti kupigwa picha. Alikuwa performer. So ukiangalia ule jamaa alikuwa president sijui it was 45 minutes ama 1 hour. Then ule wa Leonard Mambo Mbotela, ule mwenye alipiga kuu Leonard akahitia hapo. I can remember the guy. Hiyo kulikuwa na hiyo ni urugu ya Moi akiwa away then akarudi. Yeah. But hizi regime zenye ziko mimi zinashangaza. Imagine now umesema Uhuru ndo alijenga hizo barabara ndefu, si ndio? Now kuliko ma president wanne. Now imagine. Uhuru Lonyenye alichukua. Ikatengeneza hizo mabarabara nini in 10 years. Yes. Saa hii na regime ya Ruto in 3 years tumechukua more than double. Loan ya Ruto ni kulipa mapasta. Ati ya kulipa mapasta na kulipa pasta 2 million 5 yani in 3 years million. Amechukua loan 2 times ya president mwenye amekuwa kwa regime for 10 years with Uhuru Kenyatta. Ule mlevi mwenye alikuwa anasema yeye ni mlevi. Pasta wenyu mapasta. Soberman. Kitu anaweza sema ni inaitwa hizi manyumba amejenga hizi. Affordable ni ya nani? Na plus anapea nani? Si ni waindi. Hiyo ilikuwa ya Uhuru. Na tena kuna house levy. Huyu jamaa kuna kitu yake creativity amekuja nayo isipokuwa moja, bottom up. Na bottom up yake mimi nimekuja saa kuielewa jana. Vile ametaja watu wakileleshwa huko ndo Kenya. Alisema if maandamano ifike Runda, ifike sijui Karen, ifike wapi, nchi imeisha. Kumaanisha nyinyi mchome Huruma, mchome Kariobangi, mchome Umoja, mchome nini? Hiyo ni nusu. Hiyo si nchi. Sijui kama nanipata. So bottom up yake ilikuwa sisi watu wa chini hatufinye, sijui kama unanipata, hatufinye tufikia hapa kununua vitu, sijui kama unanipata, but si kimaisha. In short, kama wewe uko hali duni, sasa unaenda kukua hali dunini. Naongeza na dunini. Sio chini. Underground. Sasa kama uko chini unaingia underground. So I believe that this country sasa hivi ile inaraniwa sio the right way, sio the correct way. Anyway, mimi hata wakinikujia mimi hamtaulizwa na mtu ni weni. Mtu atauliza mama ana uwezo so mtakuja tu mazishi kama road trip. Mimi yangu msiende kwa sababu mimi nitamhunt. Hakuna kitu kingine naenda kufanya hela. Nitakuwa tunaambia shetani niachie huyu. Hawezi tu jamaa. Utantaje shetani. Kwani hao watu wote wamekufa. Wanamhunt. Unafikiri hizi maandamano ushaona another one like this ones? Hii already bro, kuna hadi picha ni sijui too much. Hadi kuna picha hata walikuwa wanasema ni serikali inageuzwa. Na ni kweli? Ilikuwa na dalili ya kama ni serikali inageuzwa. Tungekuwa tumelala. Ukiangalia huyu jamaa kama ni kuantiwa, angeantiwa na wale watu wa church. Unaona wale watu wa church walikufa kwa church. Hao ndo angeanti. Unaona kama sasa saa hii vile tuko hapa, si ndio? Ule jamaa ko stress kwa sababu
Sasa angalia vitu ngapi anaenda kurenovate. Angalia legacy yake vile inakaa. Angalia life yake sahi. Do you know that he is a president? Do you know that Uhuru right now can walk in Githurai like a normal person? After all that, sindio? He can as a normal person. Hakuna kitu ya mtu ako nayo. Hakuna, but yeye lazima kwetu na pesa ya ku maintain kukwanga na chopa. Hata si kupitia ground. Akaange tu uko juu kwa hewa. Ama amekenya. Lakini jamani kama kuna kitu anafeel. Kama hadi wazungu huko wanatuambia bana huyu jamaa must go. America. Sasa huko hata huko kila mtu ana macho. Ana macho. Sikiliza kuambiwa kama hujiona. Listen, hata si kusikiza. Hii hali sasa ni moto design yenye unafaa tu kukaa hivi usikie vile the heat inachoma. Sasa ni kungori. Sasa ni kunoma kwa sababu huyu jamaa anajaribu kutuangusha. Yaani ni kama amekuwa na beef sasa na sisi. It's just out of hand. Na nyinyi wa mama. Sababu Mungu kuambilika. Tulimwambia na Uhuru hata muachia sisi. Sasa hapana. Ndio tunataka. Sasa nini? Makanisa makataganywa. Unaona sasa. Sasa hiyo Sasa hiyo mama wa mtagi. Hao wako na roho nyepesi sana kusamea. Unaona tu watakuja. Nakumbuka unajua shida ni nini? Unajua shida ni nini? mapema. Unajua wanaweza lambishwa tu pesa maana. Waende tu wajisahau kila mahali. Sasa ndio shida. pesa nakula. Lakini akili yangu inajua. Yeah. Sasa iko kwa hivyo by the way. Pesa iko Pesa nitakupale. Ruto must go. Sababu huyu jamaa is a pretender. Hadi vile Gachagua alikuwa anasema, alikuwa anakuja anawaambia hii barabara na unasema akaenda kwa Luya akawaambia mshengerere. Politics that Very. Sahi acha nikwambia sahi tu Ruto amoe aambie Gachagua. Ile nini hapo ndio. Haizi. Nani? Haizi. Okay, kuna watu. Okay, politics it's a dirty game, but mimi sijajua Gachagua as a politician. Sijui kama unanipata. Gachagua is a administrator who is a leader. Sijui kama unanipata. Kwa nini ndio ujue jamani leader? Life yake yote amekuwa akiwakia gava but kama karao. Unanipata? Akakuja akakuwa MP one term. Sijui kama unanipata. Na akafanya vitu za ajabu mahali penye ametoka. Watu wanampenda. What did you know kuna place inaitwa Munyoro? Did you know? Mimi sikuwa najua. This guy ndo amefanya Munyoro the famous place. Kijiji yao. You see? Kijiji yenyewe inaitwa aje? Nobody knows. Hata mwenyewe yuko sure. So, huyu jamaa first of all is a leader. Second, mimi kitu yenye na feel akopoa, alifanya kazi ya MP nini tamu ngapi? Watu wakaona kazi yake vile ni kali hadi akapanda tu choo ya vice president. Akiwa vice president alikuwa anaona mabaya yenye yanafanyika, anafichilia. Yes. But hakuwa anahusika. Sidhani kama kuna siku Gachagua simama akasema we are going hii diri ya Adani tunaenda kuiunga mkono. Mimi sijaipatana. Media don't forget. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafojua. If you can remember speech ya Gachagua. Gachagua said ilikuwa time hata ya maandamano. Unaona? Mambo yote tunafanya hakuna mahali mnaweza tupeleka. Na huyu jamaa amesema anataka kukaribia serikali. Kila mahali nimeweka nini? Ameweka mtego. Nimeweka mtego. Sasa yeye elimnasa. So ndo nakwambia politics is a dirty game. Politics ni politics. But yeye kumbuka akisema hivyo his fight was with Rao, not watu. Sijui kama unanipata. His fight ilikuwa mkate nusu isikue. Juu ever mkate nusu ikikuwa wewe as vice president you become vice president meme.
Sijui kwa unanipata au receiving tu mshahara. Hata si lazima uende kazi. Unanipata huko tu. Sasa yeye alikuwa anataka ako in that position. Sijui kwa unanipata. Yes. Hapa hakuwa nafikiri rais atamgeuka. ako hivyo. Hata hakusaini anything. Imagine. Alisema gentleman to gentleman. Let's do this. Akaingia kwa serikali. Kile amepata ameona kivumbi. Kivumbi na tena ulipoingia ukiongea mambo ya serikali kidogo takulima. Sasa yeye sasa ni yeye. Kila mtu akiingia kwa serikali anaweka kwa mfuko. Useme kitu baya serikali wewe utaona cha mtakatifu. Sasa hii ako against the government. Why? Na alikuwa ndani. Kwa sababu alinini? Anasema alidanganywa. Alidanganywa yeye alitotolewa. Atapata akili hata. Anasema Ruto alikuwa akienda kwa kianalia. Anaomba. Anaomba, anapiga magoti analala chini. Mzee mzima anatoa machozi. Akaona yeye All vice president. Akaona this is the man I should trust. Akamfuza roho. Hiyo siku akiongea ndio waamini hawa watu watawaeleweki. Hiyo siku alikuwa akiongea anaulizwa swali. Hii ulisema hivi. Anageuka. Hiyo clip inachezwa hapo. Inamwainisha. Anasahau. Media isahau. media wewe isahau. Yeye mwenyewe anaona ni kama watu wasahau, hakuna evidence. Hakuna evidence. Evidence inakuja inamgonga. Anaenda. Hadi at the end ndio alikuwa anaona tu ni kama anajibisha hapo. But alipambana ni eti me the reason is why mimi namfilia ni juu anaekelewa too much that is not concerned with. Yeye analala kiamka asubuhi anapata kuna makosa 2000 zenye hata hajui zimetokea wapi. Bro, tumekaa kwa hii nyumba si wawili. Nimeenda huko nimebeba vichwa za watu nimeleta hapa. Uko kwa hii nyumba. Bro, unaona hizo vichwa? Unaona hizo vichwa ama Gani? Nikumbuke Kasongo akiwa vice president yeye alikuwa anasema yuko kwa serikali. Yeye hakuwa kwa serikali kwa sababu yeye alikuwa idea kufanya shit. Hakuwa na yeye unajua alikuwa na ng'ang'ana vile atatoa yani atafanya huyu mtu asahau ako kwa serikali. Juu alikuwa na kila time pombe. Alikuwa by then it's a true story. Alikuwa ameandikia mtu akaongea anapelekea Uhuru pombe kila wakati. No. Yeye anakunywa tu. Yeye anakunywa tu. Ule jamaa kuna agreements alikuwa na sign, najua alikuwa na sign. Yaani huyu jamaa ni mkora. Ruto kona akili. Lakini akili ya wizi si ya kusaidia. Sasa ingekuwa kusaidia ingekuwa better sana. Ukiangalia tenda nyingi, you know if tuko kwa government, mimi na wewe tunafaa tujijenge na tujenge nchi. Sasa unabomoa nchi. Ukiangalia ile time Uhuru na nani, Uhuru wa kujijenga. Mtu alijijenga sana hapa ni Ruto. Na bado amekuja kujijenga tena. Bado ndio tena anajijenga akituibia. Na hiyo pesa atakula. It was ni juzi ameulizwa. Sasa hata sikuulizwa, yeye mwenyewe alisema. Mkisema ni one time ndakubali nirudi nyumbani kufanya nini? Ukulima. Sasa hiyo hataki kusikia hiyo maneno. So ule jamaa ashakubali. Bereni alikuwa anasema ni siendi na sitoki. Uko na ajenda gani? What agenda? Utaleta tofauti na yangu. Kwa hivyo siwezi achia watu hawana ajenda. Sasa amesema watu hawana ajenda, sawa, akisema aende. Si ati wakisema lakini tushasema bro. Kwenda nayo naenda. Hizi siku anakupenda hata dakika moja. Lakini sasa wewe benefit of doubt. Sasa wewe ndio uko. Ndio unatetea Wakenya wote. Uko sawa. Hatuna mtetezi mwingine lakini ni wewe tu. Bazo. Mimi pande yangu ninge prefer. Unaona watu wote wamekuwa kwa serikali. Ndio. Wasirudi. wote tuende. Wote waende home. At least tukuwe na new face. Kama sasa hivi unaona hata watu kuna watu wanasema Matiang'i
Unaona, mimi hata na prefer hata huo Matiang'i asikuwe. hata mimi Alikuwa minister of nini? Education. hiyo haita make difference yote. Akakuja akakuwa tena But the guy did amazing work. To be honest. Amegeuza. Matiang'i did work. Matiang'i alipiga mboka yake vile lakini inafanya. mimi ningefeel if hii country tunataka kunini. Unajua Matiang'i sasa hata yeye ndo hajakuwa president, hajakuwa anything. Lakini unaona hizi gari za shule zinapitanga hapa na yellow ni kwa ajili yake. Unanipata? Azin alifanya kila mali penye alikuwa organized. Time yake hata ungesikia watu wameshikwa for no reason. Minister alikuwa anaitwa John Meshoke. For safety belt. Huyo alikuwa kama chairman. Alifaa kae na kiti pale, anaambia serikali vile watafanya. Na maminister sasa ni kama yeye Matiang'i sasa. Ni kama Matiang'i. Acha apewe tu tamu. Tuone atafikisha nchi wapi. Atatufikisha wapi. Hata pia wakisi waonje. Hata wao ni makazi. Hawajai kwa mali kwa maana kwa gava. Ni maraga tu. Ni maraga pekee. Lakini mimi ningeuliza tu hiyo regime yote tu hata hivyo ndio mimi niko. Lakini sikiliza, kuja na regime. Si watu wote watu wabaya. Yeah. Lakini kila mtu anajua kazi yake. Yeah. Lakini wamewako pingu wote. Hakuna kitu tofauti. Si ati ni wabaya. Lakini wamekamatwa. Hawezi kufanya kazi kwa akili yako. Unafanya kwa akili ya si wabaya. Lakini si wabaya. But do you think wengi watakamatwa? After this, do you think that AIC inaweza muita ama nini? Bro, very fast. Very fast. Watamuita? anafaa Haiwezekani sababu anakalia kiti. zina kitoka For now. Na kitoka Akitoka ni sawa. mimi nataka Akitoka lazima azame. Acha mimi nataka kitoka afunge. But okay, I think hatapelekwa mbio kwa sababu nasikiaga according to sijui wali change constitution that ule president ametoka bado mshahara uingia. Unaona? So sijui kama hiyo nini uende. Mshahara uingia, kila kitu inaingia. Bado president. Sijui ni for Na the current regime, do you feel that imefanya maajabu in the sector of growth? Kwa sababu Ruto ametoa speech juzi after maandamano. Na yeye ana believe kwake amefanya a lot na kumekuwa na growth nyingine poa sana kwake. Do you think that hiyo growth iko? Hamna kitu kama hiyo. Growth inakujaje? Si ni economy. Yeah. Wewe kuna kitu imebadilika kutoka wakati aingie. Si ameshukisha mkate. Kama hiyo inafanya growth. Acha ikae. Growth, sikiliza. Usitegemee kuambiwa economy imegrow. Usidanganywe. Wewe mwenyewe angalia. What is the difference between hapo nyuma na saa hii? Yeah. Utajua kama kuna tofauti fulani. Yeah. Lakini sasa watu wanaenda wakifinyika mpaka mwisho. Hakuna growth iko. Hiyo ni kuambiliwa. Kitu ambayo hujakuja ukaulizwa. Yeah. Kutoka last year. Na hii what is the difference? Umeona tofauti gani? Hakuna. Umegrow na nini? Hakuna. Hata baiskeli hujanunua, hata suruali ya ndani hujanunua. Umegrow kivipi? Hata deni ya mshahara hujalipa. Hata nyumba hata zinashinda kulipa. Hata nyumba zilipiki. hata Hata deni yake ikilipa. Hiyo ni growth gani? Growth kama ni growth ya economy ikigrow kila mtu atajua. Yeah. True. Hakuna mtu atakuwa anapiga kelele. Jezi wanapiga kelele kwa nini? Juu maisha imekuwa gumu kama mawe. Yeah, sasa hii maisha ni ngumu na hakuna makazi. Kama economy imegrow inaweza ikawa gumu. Hapana. Acheni kutudanganya. Stop lying to us. wewe ukisema hiyo mkate imeshuka. Mkate sasa ni pesa ngapi? Mkate ni pesa Pesa ngapi sasa? na ilikuwa 65. 65. Na Ilikuwa 55. Imeshuka bro.
Aya hapana. Bro, hebu angalia time ya Uhuru ikianza. Juu Uhuru alipatiwa hii kitu na Moi. Yeah. So ukiangalia time ya Moi ikiwa Uhuru alikuja kuingia, mkate ilikuwa pesa ngapi? Alipewa na Kibaki. Alikuwa na Kibaki. Oh, si Moi, Kibaki. The best president that we ever had. Hebu piga angalia hiyo Kibaki tukiwa na nini ya mkate ilikuwa pesa ngapi? Hizo enzi ni zile enzi za maziwa 14 bob, you know. Life was good, man. Enzi kulikuwa na switch ya shilingi, bro, siku hizi hakuna. Sasa shilingi ukilinganisha 1000 for that time. Na saa hii ni 400. Saa hii hata isaidia. Zile vitu ungenunua na 1000, saa hii ni 400 bob. Yeah. Ita sort. Kitambo ulikuwa unasikia hata gunia sukari inatoka 1500. Yes. Saa hii quarter. Ni hatari. Opening kwa hiyo maandamano pia there is a lot of damages zenye zilikosiwa na pia kuna maaskari wengi sana walihatiwa. Despite that pia tunapigana, tusisahau that hawa askari pia ni binadamu wenzetu na ni orders wanafuata. Nyinyi mnaitekaje kwa hiyo whatever that iliharibika nini? Unajua mimi nikiangalia saidi ya Gen Z, hakuna Gen Z anaweza karibia askari amnyang'anye bunduki. True. Ama kuja apige askari. Hakuna. Hata mimi sidhani kama hakuna Gen Z. Sidhani kama hapo. Cause ukiangalia kitu ndio nimekuambia before, ni kitu inapaintiwa. So that muone hao watu wanaleta hii maandamano. Siku nyingine mkisikia kuleta hii maandamano, jueni ni kitu mbaya. Ni chaos. Yeah. So wanajaribu kumake Gen Z wakae vibaya. Na why are they doing so much? Mbona wana work so hard, wana invest so much kutanishi hii movement, si ndio? Badala ya hiyo do yenye inatumika kulipa maguns, hii do yenye itatumika kutengeneza tena another police stations, KRA ya Embu imechomeka wapi. Hizo of course itakuwa billions of cash, si ndio? Mbona angeweka tu kwa nini? Kwa kitu ya maana. Sijui kwa unanipata? Kwa project kama kibarabara, you know? So ukiangalia hizo hospitali hawezi fanya hivyo kwa sababu ya ule jamaa hataki one term. Anataka 2 term. So ukiangalia hii one term anataka kuzuia, unaona ule mtu mwenye anataka mwenye anamzuia asifike asikuwe na tuta. Anataka kumweka chini. Ni sawa. Unajua mimi hata siwezi kuwa na issue. Sijui kama unanipata. Mimi hata apingane. Mimi hata atake kwa hiyo kiti forever. Sina shida as long as unafanya vitu zenye zinafaa. Unajua kuna ile decision ya hakuna barabara, hospitali. Sasa unajua kupigwa x-ray bro, Kenya ni very few hospitals zinaweza fanya x-ray. Imagine a whole country kama Kenya. Utasikia eti sasa hospitali ya Bagathi hizi piga mtu x-ray kwa sababu ati mlango imeharibika. You are there wondering, wait, we have a president mwenye ana accumulate billions and trillions of cash kwa mfuko yake, lakini mlango ya 700k inamlemea. Sasa hii imekuwa hivi. Ukiwa na hiyo bima ya magonjwa, lazima ulipe mwaka mzima. Sha. Utatifaje mwaka mzima ndio upewe huduma. Sasa mwezi kwa mwezi inashindikana. Je, mwaka mzima ulipe yote pamoja? Alafu kitu kingine ilishangaza na president kwa hali ya juu. Na kitu cha kwanza wananchi nawaambia pole. Sababu ya mali yenu ile iliporwa, maduka kuvunjwa. Misuse, zingine zinapakata kwa barabara, hawana haja nazo. Wakishamaliza maguo, matope, kuchoma, Nyandarua, poleni pia. Mlivamiwa kwenye police station. Magari 26 zimepigwa moto. 26 cars. 26. Watu wa Kikuyu pia. Usalama wenu sio mzuri sana, lakini sijui sababu ya Ichongwa.
Ichungwa upendwi. Ichungwa naye ni one time. Umemwambia live. Upendwi. Live. Ichungwa naye ni one time. Si kweli. Ukweli inasemwa. Aende akavalie bottoms. Red bottom, red nini? Ati wanaenda kuua baba yake ako na miaka 105. Ai. Na mamake 98, sijui 98. Au ni wazee sana. Waulize nini? I will decade in the haja house. na wazazi wako ni wewe. Wewe ndiye shida ya Kikuyu. But Ichungwa has been a very actually is a very intelligent guy. Yes. But mimi sijui shida yake ni gani. Pia ameanza kufikiria anapendwa sana. Mbona amekuja kuchukiwa? Kwa sababu ya vitu zenye anaambiwa afanye. Na ni kama anapiga mpaka wa Kikuyu wenzao. Yeah. Okay, so, ndo alikuwa the reason as to impeachment of Gachagua. Yeah. So, okay, unajua ukiangalia kitu yote ni bro, wewe ni president. Nafanya chini yako. Nikiwa chini yako, ile kitu umeniambia ndafanya. If kama unaweza kumbuka like 3 months hii government ikiingia kwa serikali, waliingia Sakaja akuwa anafanya kitu yenye anaambiwa na president. Alikuwa anafanya ile kitu alikuwa anataka ile na kitu akili yake. Unaona? Sahi. So it's the same na Ichungwa. Ni kama watu wanafinywa remote. Sasa unaambiwa fanya hivi. Sasa unaona nani Kindiki vile anakontroliwa. Tuende hivi. Ni noma si noma. Mimi nifanye sifaya. So ukiangalia hizo vitu unaona tu hapa enyewe huyu mtu hata akiongea si yeye anaongea. In fact kama ana hata influence. Ashazimwa kabisa. Sasa hii kama ni vocals tu. That's hata sikumbukange huyo jamaa. Aya, end of vice president of Kenya. Bado unajua ni Gachagua. But me hii regime iko na a lot that inafaa kukaa chini ijiulize na work on things na iache kushinda imekelea watu. Kama wao ndo wako na the problem, wakubali we are the problem. Already they are rich people. I believe that kwa watu wenye tumetaja hapa hakuna mtu mwenye ako chini ya billionaire. Naona those people have money. But now wanafaa hata kama itoshi pia wewe jua kutenda kwako kwa wema kutakuzalia wema wengine, unaona? Kwa sababu kama saa hii hata upatane na ule mtoto wa nani wa Uhuru anaitwa Ngina. Do you know that hata utamsalimia hello nini utakuwa na respect sana. Until upatana na Shalin. Unaona? Hautapenda like utakuwa unajua wewe ni wakora hawa. Unaona? Hata una react ni kama hujaona. Hata ni kama hujaona. Mtu hata kuna video fulani ya the president akiwa Mombasa. Hadi inabidi aguze watu. Jamaa, uko hapa. Hakuna mtu akona shughuli yake. Hakuna mtu kwa sababu ya the way you are doing things. Kifua si solution ya kila kitu. You have the power but don't acha kumisuse kwa sababu at the end of the day ni one time na amesema yeye ako na plan hizi achia watu wenye wana plan. Hata kwa alafu kitu kingine ni shangaza na speech yake after maandamano hakukuja kuambia watu pole ama anything. Alikuja kutu accuse na in fact akamake it clear that Kenya ni Karen, Runda, Kitsuru, siko ndo alikuwa anasema kwenye maandamano sasa isifike huko ndo stronghold yake. In short ni for the wale ma rich people ndo anajali. Wewe mtu maskini nyinyi ndo mko na maandamano, nyinyi ndo mko na problems. Wako na problem kwa nini? Hawana pesa. Kwa sababu hawana pesa. But hiyo ndo inakuanga movement. Kama umeshiba, utaenda kuandamana. So is the president for the rich. Unakuja unaishi vizuri. Alafu kama realize sahi Ruto ameshachukua cast yake. Juu ukiangalia cast yake watu amewaeka hivi. Ukiangalia ile episode last tuliongeaga house. Kuna ule madam. Si unamuonanga kila mahali. Ruto akiwa na kitu ya maendeleo, madam hapo. Yule mama. Actually do know alipewa affordable house. Ruto ana run government one man. Sijui kama nipata. Akiamka anajua kama leo unaenda mahali fulani. Ichungwa leo kwa mahali fulani. Na leo na mimi naenda kupiga kipindi mahali fulani. Kama Kindiki. Kema nogo na unaenda ukafanya shughuli mahali. Yaani azin yake amka asubuhi
anapeana orders ni kama kejani. Na vile unaambianga watoto nyinyi amkeni muende shule, mama Nanisi utapika leo, nasikia kukula kitu fulani fulani. Hivyo ndo anatoa orders nini za country. Naambiwi kitu. Kama shooting ya filamu. Yeah. Shooting ya filamu. Sa movie. Ni kipindi tu yani. Na itabidi tuzoe. Hii serikali. Ni noma si noma. Hata ilikuwa jenzi walikuwa wamemua jamaa ndiye hata hiyo one time. Kwa iko mid kwa itoke. Tunasema mambo ya health. Hata kama umekuwa president. Tunaona nchi zingine wameserve president yao ikaisha na bado wanakamatwa na wanarejeshwa health. Kwa hivyo si kusema sababu umekuwa president hiyo iliisha. Makosa uliyofanya lazima udili. Lakini mimi naweza kuuliza tu swali simple. Kuna president ashaenda egg na akatoka. Isipokuwa Uhuru na Ruto. Hata hawa hawakuwa president. Hawakuwa presidents that time. Walikuwa wagombea. Yeah. Okay, kulingana na mimi vile najua, hakuna mtu ashaenda egg na akatoka. Usau jamaa si mgeni huko. Kama shiko si mgeni. Huyu jamaa si mgeni. Anaingia customers. Ni ma customer. Hawa wametengeneza jina huko. Afanye ile kitu. Si ndio. Toke. Ikishatoka usikie hadi egg. Kama mahali umekamatwa polisi. Kama umekamatwa na umemaliza hata kama wiki moja, utoke, unakuwa kama customer. Unaenda unawasalimia unajuana. Hapo mnaelewana. Hadi unabaja umerudi. Unajua kitu mlifanya last time. Ile mambo yetu. Unajua nini mlifanya last time? Mnamshtukia umetoka kwa ground. Mgani huo? Ule wa Hague. Palikuwa na Kofi Annan na palikuwa na huyo madam alikuwa anaitwa alikuwa hatari huyo mama, nimemsahau jina. Alikuwa anaitwa na jina fani hivi. Anyway, apart from Hague, umeona huyu kijana mwenye Tatuma Madhakome huko. Umeona huyu kijana mwenye ameshikwa kupelekwa kwa nini? Kwa police station akaanza kuongea lugha ya kuku na mbuzi. Watu waache kuiba. Hivi ndio inafaa wafanye. aliba kuku na mbuzi. Aliba kuku na mbuzi kupelekwa police station, sauti yake normally ikapotea, akaanza kuongea lugha ya mbuzi na kuku. Bado tutablame tu government bro. Sio mimi kwa sababu ule jamaa ana kazi, itabidi aibe. Hapana. Mwizi ni mwizi. Wewe ukiiba kuku zako na mbuzi utasikiaje? Vibaya. Kwa hivyo mwizi ni mwizi. Na hizi hiyo jamaa anaenda akienda polisi. Akihojiwa. Uza hakuna kitu wanasema. Sasa ulikuwaje, ulijipataje huku? Lakini mimi naona kama ni yaani ni kitu hapa. Unajua siku hizi wahanga ni hatari sana. Ukisikia mtu ameiba vitu akageuzwa hivyo, na wewe juu ya kujitafutia kazi, huyo mtu ni kulipwa analipwa. Huyo akitoka polisi lakini anaongea kama lakini atakuwa kama shughuli. Kila kitu iko nawezekana. Wanaweka tengeneza tu kipindi kama president unachukua movie. Lakini huyu jamaa ni mnatural sana. Yezi kwa ni kipindi. Serious. Hadi anaandika. Anajua chenye anaandika. Walikuwa wanalishwa nyasi. Kwa utapeli. Kuna huyu kijana aliimba maandamano. Ilikuwa utapeli. Hata afadhali niseme lakini yule analishwa nyasi. Basi walikuwa wanakula nyasi hadi mtu anameza. Hadi Nebukadnezar alikula. Ni kujitengenezea kazi. Hadi kule nyasi. Yes. Hiyo ni advertising. Badala tulete advertising hapa wana au Kufa. Sini majani, sini poka Tuenda tu kwa choo. Na kuna huyu kijana mwenye aliiba nguo za polisi kwa maandamano. Na akaenda akapiga nazo picha na akapost TikTok. Anatafutwa. Nyinyi mnaona ataenda hapa aje huyo kijana. Atajua ajui. Jamaa atajua ajui. Hiyo ni kujipeana. Kijana mdogo sana, hata I don't think ako 20. Okay, tunamuita Gen Z lakini mimi namweka kwa Anaguns. Yeah. Huyo Juu hakuna vile Gen Z. Okay, ukiangalia
maandamano kianza na maandamano kiisha, wale watu wako pale wa kwanza si wenye watamaliza maandamano. True. Ni different. Tofauti. Because Gen Z nafika mahali wanapushiwa, wanatoka. Hadi umenikumbusha. Wanabaki. Kuna madam fulani Karao. Alipigwa sana. Vibaya sana. Lakini ujue alitetea. Alitetewa tena na wananchi. Hata si yeye tu, maaskari wote wenye walikuwa napigwa walikuwa wanaokolewa na raia. Askari wenzao wanakimbia. Sasa uniambie raia unasema ndoguni. Bado ndo hao. Si wangekuwa washamuua kitambo. Alafu in fact nimekasirika. My G, wacha tuonane next week. Manze imekuwa a pleasure. It has been a very wonderful experience kukuwa na nyinyi. Zidini kusubscribe, keep watching, share with your friends. Sisi tunakuanga hapa each and every week, but for now tunakuacha ama tunasema aje? Like it. Peace out. Please don't forget to subscribe. Alafu ukiwa na kazi ya advertisement, tukumbuke hapa, tutakupigia advert nzuri iende vile inafaa. Peace out. Yeah.